Naam, mtazamaji wa B5 Media, karibu sana kwenye mfululizo wa maudhui yetu ambayo mara zote tumekuwa tukiyaweka katika kurasa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram B5 Media_official, YouTube ni B5 Media_official, hivyo pia TikTok na Facebook B5 Media_official. Jina langu ni Pasco Mwere na leo imekuwa bahati nzuri sana kukutana na ndugu yangu ambaye utamfahamu muda si mrefu. Lengo ni nini? Lengo ni kuzungumza mambo ambayo yanahusu maisha kwa ujumla wake, harakati kwa ujumla wake, mapambano kwa ujumla wake, lakini pia ndoto katika kuzipambania kwa ujumla wake. Na huyu si mwingine bali ni Gilbert Saidi. Huyu ni mwandishi wa vitabu, mentor unaweza kusema hivyo, lakini pia mhamasishaji, mzungumzaji ambaye amesimama kwenye majukwaa kadha wa kadha akihamasisha jamii, hususan vijana, katika kuhakikisha wanazifikia ndoto zao katika namna ambayo itampendeza kila mmoja. Na hapa leo nimemuita mahususi kutokana na vile ambavyo anavifanya, na yuko hapa kutueleza japo kwa ufupi namna nzuri ya wewe kustick, namna nzuri ya wewe kufuatilia hatima yako. Unajua maana ya hatima ni nini? Utasikiliza hapa kwa uzuri sana. Karibu katika mahojiano haya mafupi. Ninaamini baada ya mazungumzo haya kuna hatua ambayo utaichukua. Gilbert, karibu sana kwenye studio za B5 Media. Asante sana, nashukuru sana mtangazaji. Natumaini uko vizuri sana. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda vizuri. Asante kabisa. Nimepata kusoma somewhere. Ndio. Na nikagundua ni wewe umefanya vile kwa maana ya kile ambacho nimekipata. Yes. Focus on your destiny. Ndio. Ni kitabu ambacho nimekiona somewhere. Yeah. Na nikasema haiwezekani, ni lazima nikuite hapa tuzungumze mawili matatu, kwa sababu na mimi pia ni mpenzi mfuatiliaji wa mambo haya. Naamini pia hata huyu ambaye anatutazama na kutufuatilia ni lazima na yeye pia kwa namna moja ama nyingine anafuatilia mambo haya. Ndio. Kwa nini hatima kwa maana ya destiny? Hatima kwanza ni kitu ambacho mimi kinani influence mwenyewe, lakini unapozungumzia hatima manake ni jambo la mwisho, matokeo ya mwisho kabisa. Yani mtu anapozaliwa kuna mwisho wake. Mwisho wake ni ile siku tunaenda kumzika, ndio mwisho. Lakini kitabu hiki nimekiandika hatima au fuatilia hatima yako au focus on your destiny, nikiwa na intention moja. Lengo la kwanza ni kwamba vijana wanapaswa kuanza kufuatilia hatima zao bado wakiwa na umri mdogo. Watu wengi wanaanza kufuatilia wakiwa tayari wapo katika umri wa majuto. Wameshamaliza. Tuna maeneo matatu ya miaka 0 mpaka 25 ni miaka ya maandalizi. Okay. Yani maana yake ni miaka ambayo ndio maana watoto wanakuwa shuleni, lakini miaka kuanzia 25 mpaka 65 ni miaka ya implementation, kukitendea kazi kile ambacho yani unacho ndani ya akili yako, mawazo yako na malengo yako. Lakini miaka 65 mpaka 70 au 80 huko na ambazo Mungu atakujalia, hiyo ni miaka ya majuto. Okay. Watu wengi wanajuta kwamba ningejua mapema, sasa ningejua ni mjukuu. Lakini swali ambalo naweza nikakuuliza kwanza au kijana unapaswa kujiuliza, hivi picha yako ya maisha yako kuanzia miaka 5 mpaka miaka 10 au 20 kuanzia sasa unayo? Ninaamini unaweza ukawa na picha nyingi sana za maisha. Yes. Umetoka location ukapiga picha, lakini je, umeweza kupiga picha? Yani akili yako ina recognize kwamba kuna picha baada ya miaka 20, 10, baada ya hapa nitakuwa wapi? Hiyo ni kila mtu anapaswa kuwa nayo. Anapaswa kujiuliza kabla ya anapaswa kujiuliza. Yes, kwenye kila kitu na kujijibu ya. Okay. Katika maisha tu ya kawaida au katika vitu tunavyovifanya? Katika mambo tunayoyafanya. Okay. Kwamba mimi ni mtangazaji lazima niwe na picha ya miaka 10 kuanzia leo itakuwa wapi? Yes. Mimi ni mwalimu the same. Yes. Mimi ni mchungaji the same. Yes. Okay. Swali la pili la kukuuliza, hivi kweli unaishi au bado unajaribisha kuishi? Emrudia hapo. Hivi ni kweli unaishi au unajaribisha kuisha? Kuna watu ambao wanajaribisha kuishi. Wanajaribu. Lakini wanakuja kugundua kwamba nilikuja duniani na miaka yangu imeisha, lakini hakuna chochote amekifanya. Na ndio maana utakuta mzee anapofikia umri fulani anastiki, sasa ngoja nifuatilie maisha yangu, lakini kumbe amechelewa. Okay. Lakini unatakiwa uishi. We have one chance. Yani tunazaliwa mara moja, tunaishi mara moja na tunakufa mara moja. Okay. Kwa hiyo unapaswa uwe makini. Fuatilia hatima yako.
ndicho ambacho tunakizungumza hapa kwa uzuri na Gilbert Said ambaye yeye ni mwandishi wa vitabu, lakini pia ni mhamasishaji, kama haitoshi ni mentor, na mara zote pia ni mwalimu katika masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo uchumi na mambo kama hayo. Sasa kwa nini umeona ipo haja ya kuhamasisha jamii, kila mmoja hususan vijana, kujikita katika kufuatilia hatima zao na si kitu kingine? Tunasema kwa nini? Kwa sababu maandalizi ya mapema ndio yanazalisha matokeo makubwa. Yaani mtu ambaye anajiandaa mapema ndiye mtu ambaye atakuwa na matokeo mazuri. Ukikosea kwenye maandalizi, maana yake pia utakosea kwenye matokeo. Ukitaka kupata matokeo mazuri, anza maandalizi mapema. Okay. Jambo la pili, ukitaka kuishi kwa kumaanisha, ni lazima ufuatilie kitu kimoja ambacho huwezi ukafanikiwa kwenye kila eneo. Kwa ni lazima uchague eneo lako kwamba mimi ninaamini nimeitwa katika eneo hili. Yaani nimeitwa labda katika uchungaji, nimeitwa katika kucheza mpira. Kipaji chako in general ukakifuatilia kwa mapema. Na hizo ni sababu mbili za muhimu ambazo akizifahamu kijana inaweza zikawa ni nzuri sana kwa yeye kustiki na kufuatilia hatima yake. Kila mtu ana hatima. Kila mtu ana hatima. Mungu wakati anamuumba kila mtu, anaumba kwa sababu ya nini? Kwa mfano, uwezo ukatengeneza, mtu aliyetengeneza taa, alitengeneza taa. Kwa nini natengeneza taa? Maana yake alitengeneza kwamba ikifika wakati wa usiku, Bwana Thomas alitengeneza taa kwamba ikifika wakati wa usiku alikuwa hawafanyi tena biashara. Kwa akatengeneza kwamba wakati wa usiku shughuli ziendelee. Kwa hiyo Mungu wakati anatengeneza mtu alimuumba kwa kusudi maalum na ndiyo hatima yake. Okay. Yeah. Sasa mimi sasa nawezaje kuwa katika mazingira mazuri ya kufuatilia hatima yangu? Au nawezaje kuijua hatima yangu? Kwanza kuijua, nawezaje kuijua? Lakini pia nawezaje kuifuatilia? Jambo la kwanza unaweza ukaijua kupitia mara nyingi tunaangalia passion. Passion kitu gani unakipenda zaidi na unakifanya hata kama hujalazimishwa. Yaani kuna vitu vingine, kwa mfano ukikuta mchezaji anafanya hata kama halipwi. Mtangazaji anafanya hata kama halipwi. Yaani ile ndani yake anakuta kuna msukumo mkubwa kwamba natamani kufanya hiki. Hata kama wakati mwingine ataumia, lakini utakuta kesho tena anaendelea. Hata kama watu watamponza, watamkataa na watamuonyesha dharau, lakini lazima hiyo ni passion. Jambo la pili ni kutoka kwa watu waliofanikiwa. Mtu mwingine ana copy kwamba na mimi natamani nifanye kwa sababu tu, yani anaiga kwamba kila anachokifanya mtu fulani na mimi ninacho. Kwa hiyo lakini pia anaweza akajua ndoto yake, akajua hatima yake kwa maono. Unaweza kaota umelala, unaota pese siku moja nitakuwa mtu fulani, na unaota hicho kitu. Okay. Yeah. Maelezo yako yananipa swali lingine la kiufahamu zaidi. Kuna utofauti kati ya hatima na kusudi au vyote vinafanana katika maana? Vinatofautiana. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni maono ambao ni vision, jambo la pili ni purpose ambao ni kusudi, na jambo la tatu ni hatima. Kwa kila kimoja vinatengana. Nitatamani next time niambie kimoja baada ya kingine. Hasa leo tustiki kwenye hatima. Ndiyo. Sasa umenijuza vizuri, na huyu ambaye anatutazama bila shaka naye pia amepata kitu. Ndiyo. Kwa maana ya namna gani naweza kutambua hatima yangu. Ndiyo. Sasa nimeshaitambua. Ndiyo. Nawezaje kuifuatilia? Mambo gani ambayo napaswa kuyafanya ili niweze kufikia kwenye hatima yangu? Kuna mambo matano ambayo nimeyaandika au nimerealize. Jambo la kwanza, you have a clear purpose in life. Yani maana yake uwe na malengo wazi. Unajua tuna malengo ambayo yapo kichwani, lakini ili uweze sasa kufuatilia hatima yako ni lazima uweke malengo wazi. Yaandike malengo yako. Lakini pia kila asubuhi, mchana, jioni anza kuyapitia. Ukisoma kwenye maandiko, kuna jamaa mmoja, kuna nabii mmoja ambaye alikuwa anaitwa Habakuki. Aliambiwa kwamba maono haya unayoyaona sio ya leo, ilikuwa ni ndoto, yanamelala lakini anaonyeshwa. Lakini mara nyingi sasa hicho ambacho unacho kiandike. Yani kwamba ndani ya miaka kadhaa natamani kufikia mahali fulani. Andika hayo mawazo, kwa sababu wakati mwingine mawazo yanakuja alafu zeni baada ya muda yanapotea. Kwa hiyo yaandike, zeni ukishaandika anza kuyafuatilia, weka malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi pia. Naweza nikakupa mfano. Kuna bwana mmoja ambaye anajulikana sana, anaitwa Cristiano Ronaldo, ambaye ni mchezaji wa mpira sana. Yeye akiwa na miaka 12 alijiwekea malengo kwamba natamani kuja kuwa mchezaji bora wa football duniani. Akiwa na miaka 12.
Najaribu kuwaza mtaani mtoto mwenye miaka 12 kama anaweza kuwa na akili ya kujiwekea malengo. Maana yake bado alikuwa shuleni. Okay. Lakini alianza kuweka malengo na akaanza kufanya mazoezi azifu kwamba jioni ana mechi ya ligi kuu. Lakini wakati huo ni mtoto wa miaka 12. Kwa hiyo amefanya hizo progress ndani ya miaka mingi mpaka leo tunamuona kwamba ndio ambaye ameweka historia kubwa kabisa. Kwa hiyo maana yake ukishaweka malengo binafsi na ukayaandika, sasa maana yake nakupa uwezo wa kuyafanya hayo malengo na unakunafuatilia, unaweka malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka 20, whatever namna. Jambo la pili ni kuavoid distraction and the negative influence. Maana yake unaepuka vishawishi au unaepuka vizuizi pamoja na vishawishi hasi. Duniani tuna vishawishi vingi. Unaweza kukuta marafiki, aina ya marafiki ulionao, aina ya mazingira unayokaa, aina ya social media unazoangalia. Kwa hiyo ni lazima uepuke baadhi ya vitu. Usifanye kila kitu. Duniani hatujaumbwa kuja kufanya kila kitu. Chagua kitu kimoja, stick nacho. Ukishachagua kwamba mimi nipo katika eneo hili, basi nitafanya huku. Hata kama kuna watu atakuyumbisha kwamba twende huku. Anaweza akakwambia mtu twende disco, lakini we maono yako hayapo huko disco. Mtu akakwambia twende tukacheze mpira, lakini maono yako hayapo kwenye mpira, yapo kwenye media. Kwa ni lazima unafuatilia hicho. Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo uviweke kando ili uweze kufika mahali ambapo. Kwa chagua jambo ambalo litakusaidia hapo. Chagua aina nzuri ya marafiki. Lakini pia kubali kusema hapana hata kama inauma. Yani kuna baadhi ya maeneo sema hapana hata kama inakuuma. Yani kuna baadhi ya vitu vinakuuma kuviacha. Kwa mfano kweli kuna mambo mazuri vijana wanavipenda, labda mapenzi, labda kwa kucheza kucheza kubeti, lakini amua kusema hapana hata kama unaumia. Jambo la tatu ni to stay connected despite challenges. Unabaki katika kufuatilia malengo yako hata kama unakutana na hiyo ndio focus. Yes, yeah. Yani maana yake stay connected despite challenges. Changamoto zipo kwa ajili ya kutujenga na sio kwa ajili ya kutubomoa. Lengo kubwa, changamoto zinapokuja, mimi wanasema changamoto ni sawa na chumvi ya maisha. Okay. Yani uwezo kala mboga ambayo haina chumvi hata kama utakuwa umeandaa vizuri kiasi gani. Kwa hiyo hakuna kizuri ambacho hakina changamoto. Hakuna kizuri ambacho hakina changamoto. Kwa hiyo lengo lako lonalo lazima ndani yake lazima lipimwe kwenye changamoto. Okay. Kwa hiyo changamoto zinapokuja ni lengo kubwa kwa ajili ya kukuimarisha na kukujenga ili kesho ufanye kitu ambacho ni kizuri zaidi ya kile ambacho umefanya leo. Yani tumia changamoto kujifunza kwamba leo nimefeli. Kwa nini nimefeli? Ukishaitumia hiyo changamoto zeni itakufikisha mahali ambapo natamani kufika. Huwa nilikuwa napitia kwenye maandiko nikakutana na habari za Ayubu. Ayubu alipitia mambo magumu sana ambayo kwa kweli kwa leo hii ukimwambia kijana, ukimwambia mtu yeyote kwamba huyu jamaa alipitia haya, watoto wake wote walikufa. Alikuwa na ngamia 1000 ngapi zikafa zote, alikuwa na mifugo kondoo wote wakafa, kabaki peke yake. Na hata yule ambaye alikuwa anamtia moyo na kumfariji mke wake, naye akamwambia unaweza ukamkufuru Mungu, lakini alibaki akasema mimi siwezi nikafanya kitu hicho. Alikuwa anajua ni wapi anaenda, ndio maana akaamua ku stay connected. Lakini pia naweza nikamwangalia, kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Oprah Winfrey. Oprah Winfrey alikuwa ni mwanamke ambaye alizaliwa mwaka 1954 Mississippi kule Marekani. Huyu anajulikana sana kwa uandishi wa vitabu. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni mzungumzaji sana. Lakini siku moja nakumbuka wakati nasoma kwenye vitabu vyake, alienda kwenye media kwa ajili ya kuzalisha event. Lakini alivyokuwa ameenda kuzalisha maudhui, akafika wakamwambia bwana, wewe kwa muonekano wako hauwezi kaingia kwenye TV. Lakini wakamwambia, alienda siku hiyo akiwa na uchungu sana, analia sana. Akaenda kujiangalia kwenye kioo, zana akasema kwa kweli hivi ni kweli mimi nitashindwa? Lakini alienda kujibolesha na mwisho wa siku alikuja kuanzisha kitu ambacho kinajulikana The Oprah Winfrey Show. Alikuwa anazungumza na watu wengi wakamfuatilia kupitia. Kwa changamoto, hata kama unakutana na changamoto zisikufanye ukate tamaa. Endelea kufocus. Endelea kufuatilia. Jambo la 4, to make intentional decision. Fanya maamuzi ya makusudi. Usipofanya maamuzi ya makusudi utakuwa unabahatisha. Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo ni kweli nimeamua nitafanya hiki, fanya maamuzi ambayo ni ya makusudi. Ukifanya maamuzi ya makusudi maana yake yatakusaidia kupanga ratiba zako, ni pia utaamua kwamba nitafanya hiki sitakifanya. Na jambo la mwisho na la 5 ni kuamini katika ndoto na hatima yako. Imani ni kitu kikubwa sana. Mtu asipoamini, hata kama ataambiwa mambo makubwa, hata kama ataonyeshwa mambo makubwa, lakini asipoamini hawezi kuwa. Kwa mfano tunaweza tukaangalia, kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Michael Jordan. Michael Jordan
huyu ni mchezaji wa handball, yes, ambaye anajulikana sana basketball. Yes, basketball. Kwenye viatu ameandikwa, kwenye baadhi ya bidhaa nyingi sana. Lakini wakati akiwa shule ya msingi, siku moja wakati wanajiandaa na mechi, mwalimu wake alimkataza, akasema, wewe hutaweza kuingia kwenye mechi hii, kwa sababu alikuwa anaonekana ni wiki. Lakini alienda kujibolesha kwa sababu alikuwa anaamini kwamba one day duniani watanitazama. Na kweli alienda kujibolesha, na mwisho wa siku mpaka leo hii tunamuona au tunaona mafanikio yake. Lakini alibaki kuamini kwamba one day nitakuwa mchezaji bora katika eneo la basketball. Lakini pia mfano mwingine unaweza kumwangalia Nehemia. Yeye ameonyeshwa bado ni kijana kabisa, akiwa na miaka michache sana, lakini aliamini hicho kitu kitatokea, na mwisho wa siku kweli kinatokea. Kwa hiyo amini katika ndoto ambazo unazo, amini katika hiyo hatima ambayo unayo, ndio utaweza kukusaidia. Kwa hiyo haya ni mambo matano ambayo, lakini ni mambo matano ambayo anaweza akamsaidia mtu kuweza kufocus au kufuatilia hatima yake, na mwisho wa siku akafikia mahala ambapo Mungu anatamani kufika. Asante. Bwana anaitwa Gilbert Saidi, motivation speaker, unaweza kusema hivyo, lakini zaidi kwa Kiswahili chepesi kabisa, huyu ni mhamasishaji wa mambo mbalimbali ya elimu ya jamii, ikiwemo masuala ya uchumi, mambo kama haya ya kutiana moyo na kupeana ule uhalisia ambao upo katika harakati za kutafuta ndoto zetu. Wewe ambao umetazama, ninaamini kuna kitu cha tofauti kabisa ambacho umekipata na utatamani uishi nacho, na pengine ukiishi nacho basi matokeo yataonekana. Gilbert, kabla tujahitimisha kabisa, natamani kufahamu japo kwa ufupi, vice versa inakuwaje? Usipofuatilia hatima yako, usipojua hatima yako, nini kinakukuta? Utaishi maisha ya kawaida sana. Na ndio maana kuna tofauti, kuna kufa na kufariki. Kuna kufa na kufariki. Mtu aliyekufa, huyo historia yake imeisha. Lakini mtu aliyefariki, mambo yake yanabaki. Kwa mfano tukisemea Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye aliwahi kuwa rais wa Tanzania, yule alifariki. Kwa hiyo watu ambao wameishi katika hatima na malengo yao, wale wanafariki kwa sababu wanaacha vitu. Lakini watu ambao wanakufa, kwa maana yake usipofuatilia utaishi kama mnyama, na mwisho wa siku hautaona matokeo. Hata yale ambayo unayaona maana yake yatakuwa ni yale ya kubahatisha. Okay, katika yote ambayo umeyazungumza, natamani nipate ujumbe maalum ambao hauwezi kuzidi hata maneno 10 ya kusema, kama special message kwa wanaotutazama ya kufuatilia hatima. Jambo la kwanza naweza tu nikasema ni lazima ujue, na kitu kikubwa ambacho kinaweza kukusaidia ni kumwomba Mungu na kuwa karibu na Mungu, kwa sababu huwezi ukaenda mbali na aliyekuumba au aliyetengeneza kifaa hicho, maana yake ndio ana taarifa kamili. Kwa hiyo msogelee Mungu, ukiwa karibu naye atakupa taarifa zaidi ya kile ambacho unakijua. Masomo kama haya, mafundisho kama haya, elimu kama hii kutoka kwako kwa huyu, kwa faida ya anayetutazama, ni rahisi kuyapataje? Naweza akayapata kwa mitandao ya kijamii. Ninapatikana kwa jina la The Destiny TV katika mtandao wa YouTube, lakini pia katika TikTok kwa jina hilo The Destiny TV kwa herufi ndogo, lakini pia katika mtandao wa Instagram pamoja na Facebook. Facebook unapatikana kwa jina la Gibe Said, lakini Instagram, Facebook na TikTok napatikana kwa jina la The Destiny TV. Kwa hiyo anaweza akayafuatilia hayo masomo na akayapata. Mwambie pia hata B5 Media pia ndio maana tuko hapa. Lakini hata B5 Media anaweza akayapata zaidi. Sahihi kabisa. Mtazamaji, kwa wewe ambao umetufuatilia kwa dakika hizo ambazo tumekuwa nazo katika mazungumzo haya, ni matumaini yangu kwamba kuna kitu cha pekee ambacho umekipata. Kwa maudhui ya namna hii, usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, huko kote andika B5 Media_official na hapo utatupata kwa uzuri. Jina langu ni Pascal Mwere, nilikuwa naye Gilbert Said, mwalimu huyu ambaye bila shaka ametupa kile ambacho kwa namna moja ama nyingine labda tulikuwa tunakijua, sasa tumekijua zaidi, ama tulikuwa tukijui, sasa tumekijua. Asante na endelea kufuatilia hadi wakati mwingine. Bye bye.